Okay. Kwa kitu kimoja ningependa nishare na nyie, sana sana wale kopo mashuleni. Wakati niko form 2 pale, kuna somo la Kiswahili na English. Katika upande wa Kiswahili kuna kipengele au somo ambalo unajifunza linaitwa fasihi. Fasihi mule utajifunza vitabu mbalimbali. Kuna vitabu mbalimbali pale utajifunza. Alafu pia kwenye upande wa English kuna literature, somo linaitwa literature. Literature pale utajifunza, kuna baadhi ya vitabu mbalimbali pale utajifunza. Kwenye English kuna Mabala the Farmer, Hawa the Bus Driver. Alafu ukija kwenye Kiswahili kule unakuta Ngoswe, kipenzi cha Ngoswe kitovu cha uzembe. Alafu pia unakuta kuna Takadini. Sawa. Hivyo vitabu vyote hivyo vipo mpaka sasa hivi. Na bado generation bado wanafundishwa. Silabasi itabadilika, lakini hivyo vitabu haviwezi kubadilika. Kwa nini? Kwa nini hivyo vitabu visibadilike? Kama vitabu vinabadilika, mnaita silabasi inabadilika, kwa nini hivyo vitabu visibadilike vije vingine? Kwa hiyo mdogo wako atakayekuja anavisoma hivyo vitabu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hivyo vitabu vinaelezea matukio ambayo constant sana, ambayo hayabadiliki, si ndio? Generation na generation watakuwa wanajifunza. Hapana. Sasa hivi kila mtu akimaliza shule au hata mwalimu pia, si ndio, ni lazima atatafuta jinsi gani ya kuongeza uchumi wake pembeni. Yaani inamaanisha kipato binafsi. Hata kama ameajiriwa, na mwanafunzi atapomaliza, si ndio, ni lazima ataenda katika shughuli ya utafutaji pesa. Sawa, hapo ndo tunakuja sasa. Nikaja kugundua kitu kimoja. Kama hivyo vitabu, si ndio, wanasoma generation na generation, mdogo wako na mdogo wake na mdogo wake, bado vipo. Na mpaka sasa hivi bado vipo. Kwa nini hivyo vitabu visibadilishwe? Kuna kitu fulani wanatuficha. Kuna vitabu ambavyo dunia nzima wanavitambua na watu wengi wanavisoma. Hata kama mtu umesoma chuo, umemaliza, lakini hivyo vitabu utavisoma tu kwa muda wa ziada. Kama Rich Dad and Poor Dad, Atomic Habits, Power Subconscious Mind. Hivyo vitabu ni vizuri sana. Hasa kama serikali hivi, kwa nini wasipendekeze hivyo vitabu vikaenda mashuleni? Kuna baadhi ya vitabu vikaondolewa pale. Kuna vitu vingi sana ambavyo mwanafunzi atajifunza, si ndio? Hususani kwenye mambo ya uchumi, mambo ya pesa, atajifunza pale. Kwa hiyo wameona kwamba wewe shuleni wakikufundisha mambo ya uchumi au jinsi ya utafutaji pesa, utakuwa kama wao. Sawa? Kwa hiyo wanakufanya wewe uwe mjinga, si ndio? Utasoma kina Hawa the Bus Driver, si Mabala the Farmer, kina Takadini, na vibadiliki vile vitabu vipo vile vile. Yaani generation watakuwa wanafikiria vile vile, na hata ukimaliza shule utakuwa vile vile kama kakako alivyomaliza shule. Hivyo vitabu vipelekwe mashuleni, watu wafanyaje? Wabadilike. Wanajua wewe ukishabadilika, ukishakuwa na elimu ya uchumi au mbinu za kuweza kupata pesa, wenyewe watakosa watu wa kuwaendesha. Ndio maana hivyo vitabu hawataki kuvipeleka mashuleni. Wanatuachia si Hawa the Bus Driver, Mabala the Farmer. Sasa hivi vitabu vyote vinamzungumzia mwanamke. Vyote sio Hawa vinamzungumzia mwanamke. Haya, huku Mabala the Farmer, mwanamke ndo alikuwa anafanya kazi sio na nini. Sawa. Tukiangalia kwenye karne sasa hivi, wanawake ndio asilimia kubwa, wanawake wanafanya kazi. Kuna wanaume hawana kazi. Wanawake ndo wanawatesa wanaume. Kwa nini sasa vitabu visizungumzie? Vinazungumzia tu mambo ya kijamii. Wekeni, zungumzieni jinsi gani ya kucontrol pesa, jinsi gani ya kupata pesa. Maana sasa hivi ndio watu tunapokwenda huko. Mtoto mdogo sasa hivi unakuta kashacha shule,
kaingia mtaani, anabeba madumu yake ya maji, anatafuta pesa. Kwa nini msifundishe kuhusu uchumi? Mkifundisha uchumi, si ndio? Tengeneza kizazi ambacho kiko vizuri. Ndio maana Kenya wanatushinda. Maana Kenya kuna maduka kibao maduka kibao ya vitabu. Mtoto mdogo anaelewa vitu kibao. TZ huko. TZ kwanza hatuna utaratibu kwanza wa kusoma vitabu. Hatuna utaratibu wa kujifunza. Ukimaliza shule unaingia mtaani, yani haujui jinsi gani ya kuweza, mbinu gani nifanye ili niweze kupata pesa. Mbinu gani nifanye ili uchumi wangu uweze kuwa vizuri. Leo nimeongea hivyo kwa sababu nimefikiria vile vitabu kwenye upande wa literature Sue Howard basi, yani sijaona faida yoyote yani ambayo mpaka sasa hivi bado vipo wanafunzi wadogo zetu bado wanavisoma. Kwa nini visibadilike wakavileta hivyo vitabu ambavyo dunia wanavitambua? Vileteni mwana wadogo zetu wasome hivyo. Toeni hivyo mabara za Farmer, Sue Howard basi driver, Sue kinataka dini. Vitoeni hivyo. Hivyo vitabu vile kama vya ziada tu, kama hadithi tu vile watoto ndo wanasomea nyumbani kama hadithi tu. Lakini leteni vitabu ambavyo mtoto vitamjenga kiuchumi. Mtu anatoka shule anajua kwamba hapa nifanye kitu fulani ili niweze kuwa vizuri kiuchumi. Mfundishe jinsi gani ya kuweka akiba, jinsi gani ya kutumia pesa, jinsi gani ya kutafuta pesa.